Asante sana studio hapo jijini Dar es Salaam. Leo hii katika habari za biashara zinaandaliwa nami Adam Malima nikiwa hapa mkoani Mtwara. Nikianza na habari za biashara ya nyama. Halmashauri ya Manispaa Mtwara Mikindani hapa mkoani Mtwara imeamua sasa kuanzisha mnada wa nyama ambao utafanyika kila siku ya Jumamosi ya kila wiki. Uongozi wa Manispaa unaeleza kwamba umeamua kuanzisha mnada huu ambao utafanyika katika fukwe za bahari eneo la Millennium hapa Manispaa Mtwara Mikindani ili kuchochea biashara hii na kukuza biashara za wajasiriamali. Aidha, wafanyabiashara wa nyama wanaeleza kwamba hii ni fursa ya kipekee kwao ya kukuza biashara hizi na kuongeza kipato chao. Kama unavyojua Manispaa Mtwara Mikindani inakuwa na ni mji na mji una vibes zake. Kwa hiyo tumeamua tutafute eneo maalumu hili la Shangani hapa jirani na bahari ya Hindi liwe ni eneo mahususi kwa ajili ya kutengeneza fursa hii ya kibiashara, lakini fursa pia ya wananchi wetu kuweza kuja wakakaa wakafurahi, wakala wakabadilishana baadhi ya mawazo na wenzao pia, lakini pia ni mara ambako mtu anaweza akapunguza msongo wa mawazo na kurekebisha masuala ya afya ya akili. Zoezi hili au shughuli hii itakuwa inafanyika kila Jumamosi ya kila wiki, ili mgeni anayekuja Mtwara Mikindani, mwananchi wa Mtwara Mikindani ajue nikitaji kwenda kula nyama ya kuku, nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, samaki wa kuchoma, wa kukaanga, niende katika uwanja wa Millennium kule kwenye Nyama Choma Festival, vyote vitapatikana. Tulikuwa tunakosa eneo kama hili na tunashukuru serikali yetu kama imeona hili. Baada ya kuona na baadhi ya vikao, kwa sababu walitukutanisha wafanyabiashara wote ambao tunafanya mambo ya choma. Kwa hiyo walipotukutanisha tukaorganize, wakatuchagulia eneo. Kwa ndo tuko hapa, tunashukuru. Hatujawahi kuona hivi, tunaenda mbali. Tukitaka watoto wetu kuja wafurahi, kuona wanyama, tumeona nini, tumeona vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo tunaomba halmashauri zidi kutuletea vitu kama hivi kwa mara nyingine na nyingine tena. Na sasa tuangalie katika hali ya biashara zingine ndani ya mkoa huu wa Mtwara. Kwa kawaida katika msimu huu ndipo wakulima wa zao la korosho hupata fedha zao na kujipatia mahitaji mbalimbali. Lakini wafanyabiashara katika soko kuu la Mtwara wanaeleza kwamba hali ya biashara kwao bado si ya kuridhisha ukilinganisha na misimu mingine ya zao la korosho katika miaka iliyopita. Msimu haujaenda vizuri kutokana na msimu wenyewe umechelewa na wakulima pesa wanayopata mwaka ni ndogo. Kwa hiyo kama sisi wajasiriamali, yani biashara haziopaleti yani kama zinavyofanya miaka yote, yani msimu tulivyozoea mwezi wa 9 mpaka wa 10 mpaka wa 12 inakuwa yani umeshochanganya kabisa. Kwa msimu wa korosho huu biashara sio mzuri sana. Yaani ni ya kawaida tu. Kwa upande wa kwetu sisi, kama hivi siku ikiangukia ndivyo tunakuwa tunauza. Lakini itakapita mpaka wiki hatujauza chochote. Swala la fedha, sasa hivi fedha watu washaanza kupata. Sasa hivi mtu mwingine kwa mnada wa pili tayari shapata hela. Ila inategemea ile yenyewe si chache, hela ndogo. Mtu amepata hela yake ndogo, kwa hiyo anaona kuja sokoni kuja kufanya matumizi kama haya kidogo inakuwa kuja kufanya biashara, kuja kununua bidhaa hapa sasa hivi kutegemea na hela yake aliyopata, hela ndogo. Design inakuwa sio sana, yani mtu anakuja tu anafanya shopping yake ndogo sana anatoka, tofauti na mwaka jana. Mwaka jana kidogo ilikuwa performance ya biashara ilikuwa iko vizuri. Tukamilisha habari za uchumi na biashara kwa kuangalia ujenzi wa soko hili hapa Tandahimba. Halmashauri ya wilaya Tandahimba mkoani Mtwara inatumia zaidi ya shilingi milioni 700 kujenga soko la kisasa kwa ajili ya wafanyabiashara wanaofanya biashara ndogo ndogo majira ya jioni. Mbunge wa jimbo la Tandahimba Katani Hamed Katani anaeleza kwamba ujenzi wa soko hili ni mikakati ya halmashauri ya kufanya mji wa Tandahimba kuwa mji wa kibiashara unaochochea kasi ya uchumi wa wafanyabiashara na wakazi wa wilaya Tandahimba kwa ujumla. Nazungumza mara zote kwamba Tandahimba ni kama Doha. Tafsiri ya biashara zetu tunazozileta ni kwamba ukija mkoa wa Mtwara unakuta kukutana na kitu kipya ambacho kitakuwepo Tandahimba kwa mara ya kwanza. Kwa idea yetu baada ya kwenda Zanzibar tukaona shughuli ambazo zinafanyika nyakati za jioni. Tukaona na sisi Tandahimba sasa tunaweza tukawa na forodhani ya Tandahimba. Kwa ukienda pale ule mradi una thamani ya zaidi ya milioni 700 na tumelenga wafanyabiashara wa mboga, wa samaki, lakini mamalishe. Tunawatengenezea maeneo mazuri ambao wataweza kufanya biashara zao, na tutatengeneza garden kwamba hata waandishi mkija mtapata sehemu ambayo ina garden, lakini tutakuwa na eneo ambalo tutatengeneza eneo la mikutano ambalo patakuwa na jukwaa kubwa kabisa ambalo hatutahitaji kubeba viti na vitu vingine. Wakazi wa wilaya Tandahimba wanapongeza jitihada hizi za kuchochea uchumi. Tandahimba kupata soko la kisasa ni Forodhani. Tunashukuru Tandahimba kwa kupendeza barabarani kuwa na mataa. Na cha pili ninachoona maendeleo kama haya yazidi kuendelea na sio soko tu, ikiwezekana hata uwanja wa ndege mtuletee Tandahimba.
Lakini kwa hiyo kwa ujenzi wetu wa soko kiukweli tutakuwa tunapata wateja wengi na design tofauti kulingana na mazingira yatakavyotengenezwa, na tunaomba Mungu soko lifanye kwa haraka, liwe bora zaidi ili tuendelee kufanya biashara. Tunashukuru halmashauri yetu ya wilaya kwa kutuona wajasiriamali wadogo eneo la Forodhani kuamua kuturekebishia, kutujengea jengo la kisasa ambalo kwa mkoa mzima wa Mtwara hakuna sehemu kama hiyo. Kwa hiyo tunawakaribisha wakazi wa kusini na maeneo jirani, mkaribie Tandahimba Kuchele. Ni hayo tu katika habari za biashara na uchumi kutokea hapa mkoani Mtwara. Biashara hizi zimeandaliwa nami Adam Malima nikiwa hapa Mtwara, narejesha matangazo haya moja kwa moja studio jijini Dar es Salaam.